Ndugu zangu, ninataka ujitambue kuishi na ulimwengu wa kiroho na nyama kupitia jina lako. Upate kuijua jiografia yako wewe ndani ya mwili wako, ndani ya nafsi yako, ndani ya roho yako. Jiografia hii itakusaidia kuepukana na baadhi ya watu, kuepukana na baadhi ya matatizo, na jiografia hii ya kiroho itakusaidia kupata miongoni mwa mafanikio katika maisha yako. Sawa? Yes. Kifano, nitaanza na hawa walioanziwa na herufi ya A, M na Y. Hawa wafanye vipi? Wapite vipi ili waweze kufanya? Unajua nilitoa madarasa lakini nilikuwa nagusagusa tu juu. Sasa hivi nataka nianze hapa mwanzo mpaka mwisho. Yaani afanyeje huyu alioanziwa na herufi ya A, M au Y ili aweze kuepukana na mitihani na ili aweze kupata mafanikio katika yale ambayo anayoyaendea aliyokuwa nayo. Na maanisha kina Amina, kina Mwajuma, kina Asumani, kina Yasini, kina Muhamedi, kina Yahaya, kina Ali, kina Aisha, kina Abedi, kina Amadi. Yaani ulioanziwa na A, M, Y. Nyinyi mlioanziwa na hizi herufi, nyinyi ni watu wakubwa sana. Na malaika wenu ana nguvu sana katika upambanaji. Na ndio maana nyinyi huwa mkatagi tamaa katika kutafuta. Ni kweli Hamkatagi tamaa. Utadondosha komenti hapo nayo yazungumza. Hamkati tamaa mpaka mujue mwisho wenu. Na muna hasira. Lakini sio hasira tu. Hasira mtu akikubuguzi, hasira yake inakuwa kali sana. Natamani yule mtu kama unapigana naye au unataka kupigana naye au unataka kugombana naye, unatamani umkate vipande, yani uhakikishe pale mbele kuna damu. Ni kweli Lakini vile vile uwaga hamnaga subira. Yaani ukilisikia jambo umetetwa, umesimangwa, huyo kama mtu unamjua unamfuata. Mpaka ujue mwisho wake. Jamani, hawa watu tujue kuishi nao. Kwanza hawa watu wakikuapiza kitu kitakufika. Na bwana wanarogeka, sio kwamba hawarogeki, wanarogeka. Lakini hawa ukiwaroga wanajua kwamba mimi jana usiku nimeroga. Na wakati mwingine anajua kabisa fulani yaniroga. Kama hawa wanapata mwalimu mzuri wa kitabu, hawa jamaa wanafanikiwa pakubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndiyo nyota ya kwanza, ndiyo nyota ya kwanza yenye nguvu. Ndiyo nyota ya kwanza yenye nguvu, na malaika wake ni Samsamairu, rangi yake ni nyekundu siku ya Jumanne. Tunaelewana si vizuri? Hawa jamaa wana majini, unawajua wewe. Wale majini waliokuwa katika hizi herufi, wanaotawalia hizi herufi, wale majini ni wakorofi. Kuna kina Makata, kuna kina Makatani wako hapo, kuna kina Bedui wako hapo, kina Faktash wako hapo. Yaani wale khalifa minal jini, wale majini wakorofi, nikikwambia wakorofi wako hapa. Hawakatagi tamaa. Lakini sasa wanawaiwa hawa maisha yao wakiwa wadogo na familia zao. Wanapigwa pini hao. Unakuta kasafiri yuko nje huko, pesa akipata inaambuliwa matatizo. Pesa akipata haikai, inaisha. Akipata pesa haikai, inaisha. Wengine unakuta wanakunywa sana. Kwa hiyo tujue kuishi nao. Lakini wewe ulioanziwa na herufi ya A, M na Y, ukipata mwalimu mzuri utafanikiwa pakubwa sana. Elimu hii ukupa hapa, unakwenda kujitambua. Nikishirikiana na nani na nani na nani, mambo yangu yatakaa sawa. Ima kwenye mapenzi, ima katika maisha. Ndio maana unaambiwa kuna mtu ameoa, baada ya kuoa ameingia katika mahusiano, biashara zake zote zimeshuka. Kwa sababu gani? Hauna elimu. Hauna elimu. Ndio maana wazee wetu huko, makaka zetu waliopita na ndugu zetu walikuwa wanatafutiwa wake,
na wazee wao. Lakini sasa hivi wewe mtu unakutana naye tu siku hiyo, unaenda tu siku hiyo, unamaliza. Tumeambiwa tuchunguze, sio kuchunguza tu mambo yetu, tuchunguze mpaka vitu vingine vya kiroho. Unajua ukikaa naye, kuna mwanamke ukikaa naye tu, au kuna mwanaume ukiishi naye tu, we dada, kuna mwanaume ukiishi naye tu, matatizo ndo yanaanza na maradhi yanaanza. Unamaliza waganga bure. Tusimalize muda. Wewe ulioanziwa na herufi ya A, M, Y, sikilize. Ukitaka kufanikiwa katika majambo yako, katika biashara zako, mtafute mtu yoyote alioanziwa na herufi ya B au N au Z, muweke katika biashara yako, yani yeye ndo asimame, utapata. Wewe mwanamke au wewe mwanaume, si umeelewa? Utapata kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ulioanziwa na herufi ya A, M na Y, nyota yako ya kupata ni nyota ya ng'ombe, ni nyota ya Zuhra. Utapata ukishirikiana naye huyo mtu, ukimweka kwenye biashara yako. Ukianzisha mahusiano na huyo mtu, ima ya mapenzi au urafiki, utafanikiwa. Jamani, simaanishi kuwa utajiri na mambo mengi hayo, mambo utajiri kadari za Mwenyezi Mungu, lakini kupata tunamaanisha ndio hivyo, utafuta. Ukiwa naye mtu utakuta mambo yanakaa vizuri. Ila sasa mtakwazana sana. Mkiwa wapenzi mtakwazana sana. Yaani mtakuwa mnakwazana. Tena atakuwa ataonewa sana huyu alioanziwa na herufi ya B, N na Z. Utakuwa anapata manyanyaso ya nafsi. Lakini huyu alioanziwa na herufi ya A na M na Y atafanikiwa. Na ukishirikiana na mtu alioanziwa na herufi ya C au O, makusudio yako yatatimia. Makusudio ya kwako yatatimia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na kila unachokikusudia kitakwenda kufanikiwa. Kwani hao watu ni watu wema kwa wewe. Na pia utapata marafiki wengi na watakuwa karibu na wewe. Ila kelele za ndugu zitakuwa nyingi, ukae ukitambua hilo. Na ukishirikiana na mtu ambaye alianziwa na herufi ya D au P, ukishirikiana naye mtu ulioanziwa na herufi ya D au P, utapata heshima ya kile ambacho unachokianzisha na kukiendea katika ukoo, na mambo yatakuwa vizuri, sio mambo yatakuwa mabaya. Mambo yatakuwa vizuri, yatakuwa mazuri, lakini sio mazuri kivile, ila yatakuwa mazuri katika hali fulani, kwa sababu utapata heshima ya ukoo. Utapata heshima ya ukoo na mambo mazuri ambayo unayoyaendea. Utaheshimika kwa watu, kwa jamii, utakuwa unaheshimika. Kitendo cha kukaa na yule mtu ambaye alianziwa na herufi ya D au P, na katika biashara yako, biashara itakuwa na heshima, lakini sivyo kama vile ambavyo herufi zilizopita. Sawa? Sivyo kama vile ambazo herufi zilizopita. Huyo ambaye alianziwa na herufi ya D na P nitakuja naye kumuelezea baadaye, akishirikiana na wewe atapata nini. Na wewe ulioanziwa na herufi, pia wewe ulioanziwa na herufi ya A, M na Y, ukishirikiana na mtu alioanziwa na herufi ya E na Q, utapata nguvu na mafanikio katika yale ambayo unayoendea. Utapata nguvu, cheo chako kitaongezeka, daraja yako itapanda, itaongezeka sana. Itaongezeka kila siku, kadri siku zitaongezeka, daraja yako itapanda, heshima itaongezeka. Heshima itafanyaje? Itaongezeka na daraja yako itakuwa inapanda. Sawa? Na wewe ulioanziwa na herufi ya A, M na Y, ukishirikiana na mtu ambaye alianziwa na herufi ya R au F, utapata maradhi, utapata manyanyaso ya ndugu kwa upande wa huyo mwanamke au kwa upande wa kwako mwenyewe, na mambo yako yatafungika sana, lakini mafanikio yatakuwa mengi, mafanikio yatakuwa mengi. R au F ukishirikiana naye, mafanikio yatakuwa mengi, lakini mafanikio hayo yatakuwa ni yenye kukwazika. Lakini maradhi yataanzia hapo.
Na wewe ulioanziwa maradhi yataanzia kwenye nyota hiyo ukishirikiana na mtu ambaye anaanziwa na herufi ya R au F. Na ukishirikiana na mtu alioanziwa na herufi ya S au G, ukishirikiana na mtu ambaye alioanziwa na herufi ya S au G, nini kitakwenda kutokea? Kwanza utafungukiwa na mambo mengi. Yaani kuna mambo mengi yatafunguka, harakati zako zitafunguka. Majambo yako yatakaa vizuri. Kama ni biashara mtafanya itakubalika. Kama ni kili na mambo ya madini yatapatikana. Amani itakuwepo, ila gubu itakuwa nyingi ndani. Gubu na wivu. Ukishirikiana na mtu aliyeanziwa na herufi ya H au T, umefeli maisha yako. Yamefeli hapo, yanaenda kuzama. Kila kitu chako kitazama hapo. Utajua mwenyewe sasa. Ukishirikiana na mtu aliyeanziwa na herufi ya I, ukishirikiana na mtu aliyeanziwa na herufi ya I, ukishirikiana naye, hakika utafanikiwa, utapata pesa, utapata elimu, utapata afya. Mambo yako yatakaa vizuri kabisa. Ukishirikiana na mtu aliyeanziwa na herufi ya J au V, na kitu kama hicho, nini kitakachotokea? Kitakachotokea utapata nini? Utapata mafanikio, utapata furaha, utakuwa na amani. Wewe ulioanziwa na hiyo herufi utapata mafanikio, utakuwa na furaha, utakuwa na amani, utanyanyuka zaidi kwa kuwa unamtembelea huyo mtu, kwa sababu wewe ndio sehemu yako ya kutembelea na kupandia. Ukishirikiana na mtu aliyeanziwa na K na herufi gani? W, kitu kama hicho, lakini herufi ya kwanza K, ukishirikiana naye huyu mtu utapata msaada. Kuna wakati msaada utapatikana na kuna wakati mambo yako yatakufa. Yaani atakuwa yapo munkalabu, mambo yako yako munkalabu, yanabadilika. Kuna wakati unafanikiwa na kuna wakati mambo yako yanazama. Kuna kama ni maradhi, kuna wakati utapona na kuna wakati utakuwa ni mtu mwenye kuumwa. Yaani unakuwa munkalabu majambo, kwa sababu kuna vitu tunavizalisha hapa ndio vinatokea, vinatupa majibu hayo. Na ukishirikiana na mtu ambaye alianziwa na herufi ya L, yaani watu walionyonyota samaki, kushirikiana na watu ambao walionyonyota samaki, L na ile herufi nyingine, nini utapata ndugu yangu? Uadui utakuwa mwingi, uchawi utakuwa mwingi, maisha yako yatakuwa magumu, mambo yako yatakuwa. Yaani hata kama mlikutana mkiwa mna mahali mnaishi lakini baadaye kutakuwa na uadui mwingi sana. Hiyo ndio elimu ya jiografia yako ya kiroho. Ukiishi nayo utafanikiwa. Ukiishi nayo utafanikiwa. Unaweza ukaenda kwa mganga ukaona mambo yako magumu, unahangaika, kumbe kuna mtu unaishi naye, unashirikiana naye kwenye biashara, inakuwa ni mtihani kwako. Chukueni elimu hiyo. Tumemaliza watu ambao walianziwa na herufi ya A, M na Y. Dondosha comment yako hapo kwa Sharif Teacher, ninaweza kukujibu. Sawa? Na ukiona hapa sitaki kuonekana, nitafuta inbox, tutazungumza ili mbali tuweze kupeana faida za aina mbalimbali. Sharif Teacher hapa. Karibu sana, usisahau kusubscribe channel yetu. Namba yangu ya simu ni 0750 256 814 au 0742 23 45 54 au 0694 21 65 35. Hiyo ni ya Airtel. Kutoka katika watu ambao walianziwa na herufi ya A na M na Y, tunakuja darasa linalofuata watu walioanziwa na herufi ya B, N na Z, na wao wapate kujitambua jiografia yao na viumbe wao na maruhani wao. Bye bye.